Alafu pia mwanaume ameumbwa ana nguvu nyingi. Mwanaume ameumbwa na nguvu nyingi za kimwili kwa sababu ya kupambana na kazi yoyote iliyopo duniani ili atunze familia. Wanawake sisi ni walezi. Hatuna nguvu nyingi kama wanaume. Sasa tofauti katika tendo la ndoa. Mwanamke, tendo la ndoa kwa mwanamke huanzia moyoni. Kama ambavyo hisia zake zilivyo, kama ambavyo hisia zake zinatoka ndani. Kwa hiyo hata hisia ya tendo la ndoa linatoka ndani, hasa hapo. Ndio maana mwanamke anahitaji kuandaliwa, anahitaji sijui nini, mnajua. Kwa sababu ya hisia za mwanamke zinatoka ndani. Mwanamke mara nyingi hawezi akafanya mapenzi na mtu asiyempenda, anafanya tu kama makahaba nini mnaoona anafanya kwa ajili ya ziki za fedha, lakini haitoki ndani. Tendo la ndoa kwa mwanaume linatoka katika njia yake ya uzazi. Kwenye ile filimbi ndio tendo la ndoa linatoka huko. Kuna tofauti. Mwanaume ndio mwongozaji wa tendo la ndoa. Kwa sababu mwanamke hisia zake zinatoka mbali, mwanaume inabidi amuandae kwa uvumilivu. Ndio maana anatakiwa wanaume wawe wavumilivu, wasiwaparamie tu wanawake kama lijogoo au kama limbwa, kwa sababu sisi wanawake hisia zetu zinatoka mbali. Sasa tofauti hizi za uumbaji zimekuwa tofauti. Hatuwezi tukafanana. Mwanamke awe kama mwanaume, mwanaume kama mwanamke, itakuwa ileti sense, haina maana. Kwa hiyo wanaume tendo lao la ndoa linatoka kwenye njia yao ya uzazi, kwenye hiyo filimbi hiyo. Na ndio maana uwezi ukakuta mwanamke ameolewa na kichawa kiume. Ila unakuta vichawa kike wengi wana ujauzito. Sababu ya tamaa za wanaume zinatoka kwenye filimbi yao ile ya uzazi, kwenye kikojoleo. Sasa nataka kuhitimisha. Hizi tofauti zimewekwa sio kwa ajili ya kuchezea, ni kwa ajili ya kulinda mahusiano. Ndio maana hizi tofauti zimewekwa, na mwanaume ndio muongozaji wa tendo la ndoa. Ndio maana uwezi ukakuta mwanamke ana wanaume 20, hiyo ni nadra, ikitokea ni shida, hiyo sio sawa sawa. Ila mwanaume anaweza kamiliki wanawake wengi kwa sababu yeye hisia zake zipo kwenye njia zake za uzazi, zipo moyoni. Hiyo kwenye upendo ni kitu kingine. Kwa hiyo kusema tu mwanaume kwa hiyo hapendi, ana tamaa. Anapenda lakini anaongozwa sana na tamaa za mwili. Kwa lazima tujue hilo eneo hapo ili tuweze kupona na kuchukuliana.